nguvu namna hii. Inua mikono yako juu. Nataka tumshangilie Bwana Yesu tunapoingia kwa praise, nyimbo mbili. Na ninajua ya kwamba mtume atakuwa anafika kwa ili aje ahudumie maisha yetu. Salamia mwenzako, patia high 10, mwambie karibu sana kwa ibada ya kipekee. Nimesema high 10 na usalamie watu watatu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie tu huyo mwenzako, uangalie kama huyu ni mtu amekuja kama angalia tu. Unajua ukiona sura peke yake itakusaidia kujua huyu mtu wako mpya ama yuko mpya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu inanifanyanga kila wakati napenda kurudia hiyo kitu sana. Nilikuwa na ile mentality ya kwamba ukienda kwa radio number 1 utapata hall kama hii imejaa watu. So utaenda hapo na ile mentality tulikuwa nayo, huwezi hudumu kama una mtu. Na nikaenda hapo, kufika huko mimi naona napelekwa kwa kanyumba hapo ndani. Kama vile koki wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda hapo na nikaambia kwamba ndio hiyo station na ukao ukijua ni watu milioni ngapi wanakusikiza. Ilikuwa ni kipindi kizito sana kwangu, maana sasa nahubiria hewa, sioni mtu na nimezoea watu. But I thank God. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi yangu ilikuwa inaitwa na vijito vya Bwana vinachipuka. Sikujua kwa nini Mungu aliachilia hiyo grace. Na ikawa ya kwamba every Thursday nilikuwa ninanguruma nikisema na vijito vya Bwana vinachipuka. Sasa watu, na nikawa ninafafanua kuhusu vijito ni nini. Nikawa nasema vijito vya Mungu vinachipuka. Na ikawa na impact. Amen. And I thank God. So I want to tell you today that nilipoenda peke yangu nikakaa nikajua kwa nini Yesu alisema ikiwa wawili watatu wamekusanyika niko. Nikarealize ya kwamba kumbe yeye alijihesabu. Hiyo ni ufunuo yangu. Si yeye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Si ni watatu? Hiyo ndio siku nilipata ufunuo. Kwa hivyo hata nikiwa peke yangu tuko watu wanne, pigia Yesu makofi mazuri. Hata nikiwa peke yangu tuko wanne na tuko na malaika, na malaika kwanza ni wengi zaidi. So ikanitia nguvu ya kusonga mbele. Sasa ambia mwenzako, juanga yuko peke yako, mwambie. Hata wakati ambapo mambo imeumana, jua yuko peke yako, uko na Roho Mtakatifu na uko na Mungu na uko na Yesu mwenyewe. So acha kujipea stress. Pigia Yesu makofi mazuri. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi kwa jina la Yesu. Sasa kuanzia leo si nime impact spirit fulani ndani mwako. Kwa hiyo kanyumba kako, wakati unaingia kwa bedroom unapiga magoti ukiomba, jua ya kwamba wakati tumepiga hivi magoti, Roho wa Mungu wako hapo, Baba wako hapo, na Yesu mwenyewe ako hapo, na malaika wako hapo. So unatakikana hata ukiingia kwa maombi wani maana mbingu inakusikia. Unanielewa vizuri? Sijui maneno kwa nini nasikia kwa sioni kama mnaipokea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiwa hapo hata kwa hiyo gari yako ukidrive ile road zingine unaendeshanga gari, my sister, unaona vile unaendeshanga hiyo gari ukienda hivi, ukishaweka tu beats ama worship unasikia kaa ukijua hapa nina worship na Holy Spirit. Unanielewa?
mnazi vile unakuanga hapa peke yako, saa zingine na microphone peke yako asubuhi, jua ya kwamba wakati umeshika mic hivi Roho Mtakatifu ako na wewe. I want to tell you today, penye uko shosh, penye uko tu ugo wikaraga menya we na Ngai, jua uko na Roho Mtakatifu na Mungu na Yesu na malaika. Unaonaje sasa? Hao ndio wanakusingira. Ndio unaona hata wakati ambapo Danieli anatupwa kwa tundu la simba hakustuka, maana alijua nyinyi mnaniona peke yangu, lakini I wish mjue mule ambaye niko na yeye. Hii masimba yeye ndiye aliumba, na Biblia inasema kwanza zikamtengenezea pilo. Gai zilimtengenezea pilo, akarara kama katoto kadogo, na maadui huko hivi wanafikiria amekufa, na alipotoka huko alitoka na utukufu mwingine. Sisi siku moja hapa wadada alituambia kwanza alikuwa na simba ilikuwa inamuongoza. Unajua mimi nilicheka sana hii kitu. Akitaka kuepa, unajua huko kunaitwa aje? Kisireni. Upande ya Rongai. Ako na gari masaa ya usiku. Ana drive. Na hii simba simba naye ikatokea kwa barabara na ikaanza kumuongoza. Unanielewa? Lakini magari zingine zikikuja, simba inatoka kwa barabara, magari zinapita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akitaka kupita gari inarudi katikati ya barabara. Hiyo na unajua alikuwa anachukua video, uzuri ananisikia. Alikuwa anachukua video akienda akifanya nini? Akiiangalia. Na anasema kwamba ili mzindikisha mpaka kwa gate. Sipigie Yesu makofi. Mpaka hata mimi nikatamani I wish ningekuwa kwa hiyo gari. Maana mimi sijaiona simba. Na yoneanga kwa nini? Inaitwa nini? Kwa wakati imefungwa. Imefungwa, si ndio? Mzungu. Kwa cage. Ndile damiona. Nimeonaga tu ikirurumira hapo, ama wakati tunaendanga kupeleka watoto out kucheza. Hiyo kunaitwangaje penye mnapelekaga watoto? Hizo. Sasa huko ndio tunaonanga. Na sasa hapa iko iko mbele yenu. Na sijui kwa nini sikio dadi ya kusema twende naye. Ingekuwa mzuri sana nione vile inakanyanga namna hii. Aya, kumbe inakanyaga hivi. Pigie Yesu makofi mazuri. Nataka kusema nini? Siku zote unapotoka hapa, jua ya kwamba uko na watu wengi kushinda vile sisi tunakuona. Yes. Vile hata ambavyo tumekaa hapa, mimi sioni watu wachache. Naona watu ambao wamejaa. Naona malaika wamejaa. Salamu yako hiyo malaika mwenye yako karibu na wewe. Hata hiyo kiti yenye ina mtu si ufanye hivi uisalamie. Amen. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Hallelujah. Amen. You know, wakati mwingine mtume anaposema ya kwamba nimeona malaika wameshuka uponyaji, naonaga watu wanaangalia matirona kaenako, lakini anaposema ninaachilia the spirit of healing, huyo angel anashuka, unasikia mtu amekamatika, because katika ulimwengu wa kiroho anaona vitu kwa ulimwengu wa kiroho. Nasikia hata wewe nayo Mungu akusaidie uanze kuona vitu kwa ulimwengu wa kiroho. Piga Yesu makofi mazuri. Leo mnaweza shindwa na Pastor David leo ako namna gani? Ninataka tu jamani utoke kimwili sana, ingia spiritual kidogo. Watu wa rohoni wanaelewa vitu kwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wa rohoni wanapokea vitu vya rohoni. Inua mikono yako juu namna hii. Yes. Tunataka tumpatie sadaka Yesu. Amen. Tumpe sadaka Yesu. Tumpe sadaka Roho Mtakatifu. Tumpe sadaka Mungu. Amen. Na through hiyo kelele peke yake ni muujiza umepata. Sasa ndio mimi nabiaga mtu wewe ukiona mimi nikifanya vituko yangu hapa ni penye tumetoana na Mungu. Unanyita? Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali tumetoana na nani? Na Mungu. Ndio ninakwambia ninaposhika hii mic naonanga ni muujiza. Nikishika tu. Amen. Nikishika tu hivi mic hivi naonanga ni muujiza. Hata tu kuingia kwa hiyo mlango naonanga ni muujiza. Mungu amenitunukia muujiza wa kipekee. Lakini tutoe hiyo mentality ya kwamba tu ni dadhi kanisa. Sasa zingine onanga ni muujiza ndio upokee baraka za Mungu. Inua mikono juu. Mchezaji vyombo. Muibaji, waibaji. Kabla uinue mikono juu. Mnaonanga tukimaliza kuomba tu hivi paf, ndio unaonanga watu wanaanza kukuja. Mumwai realize kuna shida. Na si kanisa hii peke yake, makanisa yote.
Maana shetani anajuanga ukweli. Ukiomba kuna vitu Mungu atakufunulia na utamtoroka. Angalia, tumekuwa tukiomba tumemaliza, ndio baadaye utarudi kuangalia ta president worship ndio anakuja. Unaona? Na ukimuuliza amekuwa wapi, hata hawezi kukwambia penye alikuwa. Tushukuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Understand. Mtume akasema be sensitive. Because if you are not going to be sensitive, kuna vitu mingi zitakupita. Amen. Inua mikono juu. Lakini nimewaombea sana neema ya Mungu ya kuchelewa, msitachelewa tena kwa jina la Yesu. Amen. Ukichelewa, mchezaji keyboard akichelewa automatically ana affect, maana nyinyi wote ni timu moja. So kujeni mapema kwa ajili ya Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Inua mikono juu. Haya, 1 2 3. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Mpe Roho Mtakatifu sadaka nzuri ya makofi. Mpe Bwana Yesu sadaka nzuri kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi usiache wewe. Nataka upigie Yesu makofi yenye uzima jamani. Piga makofi kwa Yesu jamani. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama baba. Oh Yahweh kumama. Yahweh kumama. Sambela piso. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama daddy. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Pigia Yesu makofi yenye uzima jamani. Pigia Yesu makofi yenye uzima, ambaye amekupa hizo nguvu siku ya leo. Maana ananiambia kwamba anastahili katika sifa na maabudu. Haleluya. Chukua muziki wa Yesu jamani. Nataka umcheze Yesu kama utacheza tena. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Bwana. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Bwana. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninashangilia moyoni nimepata Bwana. Ukiona ninashangilia ndani nimepata Yesu. Ukiona ninacheza moyoni nimepata Baba. Ukiona ninaruka moyoni nimepata Baba. Ukiona ninaruka moyoni nimepata Yesu. Oh, mimi na Yesu marafiki. Mimi na Yesu tunapendana. Mimi na Yesu ni marafiki. Ukiona ninaimba moyoni nimepata Bwana. Ukiona
ninashangilia moyoni nimepata Baba. Ukiona ninacheza cheza moyoni nimepata Bwana. Mimi na Yesu napendana, mimi na Yesu ni marafiki, mimi na Yesu napendana, mimi na Yesu ni marafiki. Wapi makofi kwa Yesu jamani? Weka mikono yako juu namna hii. Mwambie Yesu maua namna hiyo. Hakuna mwenye unaangalia hapa mama. Huyo Yesu ndiye anakutambua. Haleluya. Mungu hiyo Yesu hiyo maua. Sijaona mtu jamani. Twende namna hii. Sijaona mtu akienda. Sasa weka mikono yako juu namna hii. Ita hiyo uwepo kwa jina la Yesu. Sijaona mtu akiita uwepo kwa jina. Sasa nataka tuende namna hii. Unajaza Yesu kwa maringo kidogo. Haleluya. Twende. Unajisikia ndani ya huyo Yesu jamani. Ukiwa Yesu. Ameniona huyu Yesu jamani, ameniona. Huyu Yesu ameniona. Cheza kama Yesu sasa nakuona wewe. Sasa niwekee gitaa kwa mkono namna hii. Sasa nisikie hiyo rhythm wewe. Shika gitaa ya Yesu. Cheza na huyu Yesu ndiye anakuona peke yake. Haleluya. Cheza kama Daudi. Ameniona huyu Yesu jamani. Twende. Sasa nataka tuone namna hii. Unainuka nako pole pole kwa jina la Yesu. Chukua hiyo gitaa ya Yesu. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umeinuliwa sema amina. Kama umeinuliwa sema amina. 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 Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umeinuliwa sema amina. Kama umeinuliwa sema amina. Sema amina. Sema amina. Mama amina. Sema amina. Kanisa amina. Tuseme 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 amina. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. 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 Nataka tuone namna hii.
A 1, a 2, a 3. Put it. A 1, a 2, a 3. Kwa Yesu kidogo. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele po. Yes. Weka mikono yako. Weka mikono namna hii. Weka mikono yako. Sasa nataka tuanze kutoka tu. Tunakuabudu Baba, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa mamlaka yote na ushindi wote umetupatia. Adhuhuri hii Jehova tunakuabudu. Na kuuliza ukaweza kunitumia tu kama chombo, nikawafikia watoto wako, nikazungumuze na wao na nikakuwa msaada kwao na wao pia wakuwe msaada kwangu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mnaweza kuketi kwenye kiti chako cha muujiza na tukamshukuru Mungu kwa sababu ya upendo mzuri. Asante kwa kupata wakati huu wa Jumatano hii tuweze kufuata hii Jumatano sana tunaitumia katika hali ya mafundisho ya ukombozi. Because so many of us tumekuwa kwenye we are in many activities, we are in many prayers, we are in many places, but in all these things we fail to understand ni kwa nini tuombe. Why do I need to go and see a man of God? Why do I need to go and see a muganga? Why do I need to go and see whatever I see? Bwana Yesu asifiwe sana. Because whatever that you see iko na reason. Hata kama umeenda kwa muganga, unahitaji kuelewa unaenda kwa muganga kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kuelewa unaenda kwa mtumishi wa Mungu kufanya nini. Hiyo ndio natakanga kukufundisha Wednesdays. Ni kufundisha why must you go? Unaenda kufanya nini? Umekuja hapa kuniona kwa nini? Hello. Umekuja kuniona kwa nini? Because this is a day that I need a conversation between me and you. Ndio nikufundishe when you go to a man of God, because most of us we have made mistakes. Then these mistakes then ndio tunazitanga spiritual mistakes in our lives. And these spiritual mistakes are in our life, we did them knowingly, understandingly, or maybe unknowingly or understandingly. People, you don't understand. You came to me, then you made a mistake because you interacted closely with me and you crossed your path with me. Kisha nikakasirika ama nikakulaani na wewe hukujua nimekulaani. Wewe ulifikiria tu ni ukawaida, maana umezoea kukaa na mapasta kwa ukawaida. Lakini ukakuta kuna mtu mwingine unakuja kwake ambaye si wa kawaida venye umezoea wale ulikuwa nao kwa ukawaida.
ukitoka hapa utatoka hapa na makasiriko, kisha ukienda uende kama umelaanika. Though wewe utashinda miaka yako yote ukisema ulirogwa, mama yangu, shosho yangu, anti yangu, anko yangu, watu wa village waliniroga, lakini ukifuatilia vizuri haujarogwa na watu hao. Unasema ni kitendo kimoja tu ulifanya mahali kama hapa, na hiyo kitendo kinakufuata, hiyo kitendo ndio kinakukula. Bwana Yesu asifiwe sana. And not until you understand ya kwamba you can do a mistake here na it cost the same challenge you can have ile ya kwa mugaga. Maana kwa mugaga ni things of the spirit, it is a spiritual world. Kanisani is a spiritual world. Hizi vitu zote za mugaga za hapa kanisani na zile kwa mugaga zinde the same, ila tu ile inazungumzia shetani, hii inazungumzia Mungu, but all of them the spirit inahusika. Now ile ina determine which kind of a spirit ina operate, but the bottom line spirit. So what mistake did you do? What problem? Why are you facing the challenges that you have now? Why are you facing the difficulties are you facing? Is it because ulienda kwa mugaga? Most likely nyinyi hamjaenda kwa mugaga. Nikiwaangalia sura nyinyi hizi, mna sura mzuri sana, haiwezi kuwa imekanyaga kwa mugaga. Mimi nimeenda kwa mugaga. But the actual, why are you facing the challenges you have? Yet umeshinda kanisa. Huko kanisani kuna mtu mwingine aliniambia amesafu Mungu, and the more anasafu Mungu ndio anaendelea kupata shida. What could be the problem? Umeenda kwa maombi, asubuhi ulikuwa kwa Manyuru, saa hii umekuja kwa Waroige, jioni utaenda kwa Harrison Nganga. Hello. So does it mean ati hawa wachungaji wote hakuna hata mmoja ako na mkono iko na mafuta inaweza kukuwekelea hiyo kachida kako kaishe? Umeshida kanisa, kutoka Januari mpaka mama mwingine naona alianza sasa kuexplain venye amepelekea Harrison pesa yake ndio akopolewe, lakini pesa ni kama ilipotelea. Sasa unashindwa, were you paying? What services were you paying? Ndio sasa ukae chini uanalyze zile pesa umepeleka kwa Harrison, ama uanalyze zile pesa umepeleka kwa Waroige, ama kwa Manyuru, ama kwa Ezekiel. Ndio uanalyze in the first place, what were you selling or what were you buying? Hello. What was your faith? Did you have any faith in that matter? Ulikuwa na faith? Ulienda kwa Mungu kufanya nini? Ulienda kanisa hiyo kwa sababu ya hiyo tu pesa twako? Kama haungekuwa na hiyo tu pesa twako, ungeenda hiyo kanisa? Because you believed lazima niende nikiwa na sadaka, lazima niende nikiwa na pesa, atakwa duka tate yo digeda goda godina kidu kinaruwega kavasha kanaru. What are you buying? Hello. And if it is a miracle you are buying, did you quantify? What made you? How did you quantify? Wathimire maundu macio maku atia? Wathimire na kilo itiriko? Nigetha ukiogore na ngirisho ciaku 10 ulipima na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. You do not understand. Understand when you are going to God, when you are going before the house of God, how do you go? Unaendanga aje? Na ukienda huko, how do you behave? Because there is a protocol. Alimwambia Abraham, I need your son, the only son, the son that you love. Hiyo ni protocol number 1. Protocol number 2 akamwambia, prepare and go to Mount Moriah. In one of the mountains that I'm going to show you. Not every mountain is a mountain. Not every church is a church. It has to be a command from God. Kukuja hapa, it must be God that commanded you, told you, nenda kwa mtumishi wangu Waroige ako na neno lako. Because ndio mimi na wewe tupatane, ni neno Mungu ameniweka, na hilo neno linafaa kulako. Wezi kutoka hapa uruke wede kwa Manyuru, ama wede kwa Ezekiel, ama wede kwa Wajiru hapa chini, ama wede kwa Fibo ya Musa, na hujasikia sauti ya Mungu. Akamwambia Abraham, nenda chukua mtoto wako Isaac, the only, in fact akamwambia mpaka jina, akamwambia give me your son. Condition 1, the only son Isaac. Condition 2, the son that you love. Condition 3. Those are the foundations of the kind of a sacrifice that you need to give. It must be from God. It is God who told Abraham, give me your son, the only son you have, whose name is Isaac. And this son
is the only son that you love. Those are 4 conditions that it is God that told you, nenda chukua hii shilingi 10,000 peleka kwa nyumba yangu. Nyumba gani? Amekwambia ni wapi. Kisha akamwambia Abraham, uende kwa mlima unaitwa Moriah. Kulikuwa na milima mingine mingi, akamtuma go mlima Moriah. Na ukifika Moriah, katika mlima huo kuna mlima mmoja nitakuonyesha katika hiyo milima. Hello. So it is well guided how you come, how you present yourself to God. It is well documented, well presented, well organized, protocolarly placed. So you just don't come to the house of God because uliona mtu kwa TV, ama ulisikia mtu kwa Mworoto radio, ama ulisikia mtu kwa YouTube ukasema ndiraikuonire kwa YouTube Mworoto kiria YouTube ine kwa Simon K ndiakuonire kwa ba masi ndauga when we duka tare ya mureto ni undu wa maundu maria ndiragerera. How did you sit down urie Ngai ni wandu makuo? How do you carry your money? Okay, na sadaka cia kugiri cia kuigana rimwe totally na wira nacio. Okay, uigirire has God told you to do that? Anything that you give at the altar, it is God instruction. You just don't give. You don't give until you are instructed by God. Take this 100,000 uende uwekelee kwa madhabahu. Lazima akwambie ni madhabahu gani. Akamwambia Gideoni, nenda kwa zizi la baba yako, chukua ng'ombe 2 za miaka 7. Hello. Chukua nini? Ng'ombe 2 za miaka 7. An instruction. Uende uchinje, uchukue mmoja, umchinje, kisha ubomoe madhabahu moja ya kunani? Kuvunja madhabahu. Kisha ukimaliza unijengee madhabahu kwa utaratibu wa kimadhabahu, kisha uchinje wa pili. Ya pili ni ya nini? Ya kuinua madhabahu mapya, maana umebomoa. Kwa utaratibu Mungu anakupatia maagizo. You don't go in a church just because of the popularity of the church. You don't go in a church because the bishop is known. You don't go in church because you heard kuna kiwete alikuwa huko, aliguzwa akapona na akakuwa sawa. Na the following day huko na kutangatanga na vitu zako zote unapeleka huko kwa sababu ulisikia kuna mtu alipona. Ni wakati wa huo mtu. Jiulize, is it my time? Nikahida gako, kinyuga yako huko kakoro. Kila kitu kinafanyika kwa dunia hii kiko na reason. Kufunguliwa kwako lazima, hauwezi kufunguliwa kama wakati wako haujafika. Onogioka wikare haha tuwakire kanyumba hano na harugu tukujengea kanyumba urarage hapo. Kama wakati wako wa kufunguliwa hujafika, hautafunguliwa. Hata utoe ng'ombe, hata uchukue bibi bwana yako ama bibi yako ukuje umsalende kanisani, hautafunguliwa because it must be a season. That is why God created the day and created the night. He then created bigger lights and the smaller lights. Bwana Yesu asifiwe sana. The smaller lights ni gani? The stars. Then he created the bigger lights, the sun. Then he created another one, the moon. All these were meant, zilikuwa zimetengenezwa kwa kusudi moja tu, to differentiate times and the seasons. The stars, they will only come in the night. The moon come in the night, the sun in the day. All these were meant to differentiate, kuleta utafauti wa nyakati. Na katika nyakati ndio tunapona. Katika nyakati ndio tunakombolewa. Sio anointing ile iko na man of God. Hapana, ni wakati wako umefika. Na wakati wako ukifika, utasuburiwa, utatoka hapa mpaka uende Dar es Salaam, ukakutana na ule mtu ako na kifunguo ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasuburiwa uende mpaka Cameroon, ukakutana na kapasta, a village pastor, kubedi yako na kifunguo yako. Hallelujah. Not the pastor, the popularity. Not the Rawaroike, hapana. Not that popular man that you know. It is the season. That is why God differentiated. The second, is the second day or the first day? The second day and the first day. What he did, he differentiated to create time and season. And through times and the seasons, ndio nakuta kufunguliwa kwako. Nitakufakikalea mkono hapa, lakini kufukuka kwako utafukuka next year, mwezi kama huu. What I have done, I have ignited. Nimeachilia moto, nimeweka kifunguo, gari imeanza kuguruma. Wacha oil ipande.
Huwezi kugurumisha gari na uweze kuendesha. Sheria inatuambia gurumisha gari kisha wacha oil ipande ndio gari iweze kwenda vizuri. Now look here, gari imeguruma, oil ijapanda, na wewe ndio huyo kaguna njia umegurumisha bio ndio huyo unatoka, gari itanoka. It is that right time. In the book of Judges, chapter number 7, verse number 1, 6, I think 6. Inasema ya kwamba, and the children did that which is evil in the eyes of God. And God did what? God gave them a punishment of 7 good years. He let the Midianites to come and fight them, destroy them, steal from them. Walilima, wana vitu zao zinachukuliwa. Then the children of Israel, chapter number 6, yes. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of who? The Midianites. So it is the Lord who delivered them into the hands of the Midianites. The Midianites were taking their food. Wakienda wakilima, the day of harvest, Wamidiani wanakuja usiku wanachukua ama mchana. Wakilima mahindi, Wamidiani wakienda kuvuna, Wamidiani wanachukua. Wakifanya hiki kitu, Wamidiani wanachukua. For 7 good years the Midianites tormented these children of God. Kumbuka hawa watoto wa Israeli ndio walikuwa wamekonga Wameleku, wamekonga Wamidiani, wamekonga wote, every person that was there. They conquered them with ease. But verse number 1, Bible says that after they did an evil, then the children of Israel did evil in the sight of who? God. Then God did what? He handed them over into the hands of the Midianites. So is that devil? Were they suffering because of the devil? No. They were suffering because God handed them into the hands of the Midianites. Because of the evil they did, of course. The origin of the sin, the origin of the problem is what they did, the sin that they did. Then God was disappointed with them and God moved away from them. So wewe umekuja kusema pepo itoke, pepo irushwe, iende. Pepo hii ni pepo ama ni Mungu amekuondokea tu kidogo, amekupatiana kwa mkono wa Wamidiani? Angalia ile maisha unapitia, angalia biashara yako ile unafanya, makazi ile unafanya. Kama kazi yako unafanya wakati wa kwenda kukula, watu wengine wanakula, ugonjwa unakuja inakula. Wakati umefanya kabiashara, ugonjwa unatokea kwenu inachukua. Umefanya kabiashara kunatokea kidisaster kanachukua. Ujue hapa hakuna shetani, huyo ni Mungu anakushughulikia. Sasa utakuja hapa, baba, ninakuomba, ninakemea pepo hii na beba pesa zangu, ninakemea pepo hii na haribu biashara yangu. Wow, ni Mungu unamuita pepo. You need to understand why are you going through what you are going through. Maana Mungu ndiye alisema nini? Alisema when they did evil in sight of God, God set them over them Midianites. Akawaachilia, in fact the Bible says he handed them over. Look at yourself. Have you been handed over? What kind of, why the challenge ambao unapitia? Why are you facing the challenges you're facing? Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of the Midian for 7 good years. You see now, the season and the time has come on. Everything that God does in seasons and his time for 7 years. So this is what we call a judgment. Sema judgment. This is what we call what? A judgment. When God gives with a timing. When God says it with a timing, ni akawambia kwa miaka 3, kwa miaka 7 wakaachiliwa kwenye mikono. Mahali unapata kuna miaka imetajwa ama majira yametajwa, that is a judgment. Any word coming from God and has a number of year, has a number of month, has a number of days, that is what we call a judgment from God. So it doesn't matter
It doesn't matter uokoke usiokoke, ukue pastor usikue pastor, ukue bishop usikue bishop, as long as a judgment has been declared, you will go through the 7 years of the judgment. Hata ukue mzuri, hata ukue nini, lazima, because it is a verdict from heaven, na imeachiliwa hivyo. Hawa wakati walijaribu kutafuta mbinu zote, but it never worked. Bible says in the book of Genesis, God spoke to Abraham, akamwambia kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka nini? Miaka 400. So Abraham, ni kwa nini aliambiwa hivyo? Because of his father Terah was an idol worship. Then God told Abraham that your generation it will encounter a 400 years. Why? Because of your past. Your past. Who has your past? It is your father who has your past. So the 400 years of suffering, it is because of the past of somebody called Terah, ambaye ni babake Abraham. You see now again, unaona ametoa 400 years. That is also a judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. And they went and they suffered and they worshipped idols till when such a time Moses was sent to come and liberate them. Then the Lord said to him, Genesis 15 verse 13, then the Lord said to him, you can be sure of what I am about to tell you. You can be sure. That is what God is saying. That you can be sure. You will be sure. That lazima ukue sure. Yeah? That your children who live after you will be strangers in a country that does not belong to them. They will become slaves. They will be treated badly for 400 years. Hello? Why is God revealing this to him? Why is God telling us this to people? And you can be sure that your offspring, kizazi chako, kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400 kwenye nchi ambayo they don't belong. He was telling Abraham, and if Abraham was clever, and then when God was talking to Abraham, Abraham didn't have even a thinking how he will get a child. Hakuwa na mtoto, but anaambiwa kizazi chako kutoka sasa kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400 kwenye nchi ambayo hawaijui. So literally God was telling Abraham, now cancel the arrangement ambayo imejiandika. Imejiandika kwa nini? Kwa sababu ya tabia za baba yako. Kwa hivyo vituko tunavyovifanya, vituko vilivyofanywa na baba zetu, vituko ambavyo maeneo tumekaa zinafanyika, zinaandikwa, na zikiandikwa kuna judgment inaambatanishwa na vituko vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kila kitu ambacho kitandika. Bwana baba yake alikuwa muabudu wa sanamu, alikuwa muabudu na mtengenezaji wa sanamu. So what was happening is that vituko vya baba yake, sanamu za baba yake, movements za baba yake na kila kitu cha baba yake, these things zilikuwa quantified into years of punishment. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that was happening, any mistake that was being done by the father, any challenge that was being done by the father, anything that the father did, it was quantified. Ilikuwa inaandikwa, na ikiandikwa iliandikwa tena ikakuwa quantified in number of years. Then God came and told me, you can be sure that your generation, the generation he didn't have. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a generation that he didn't have. Kwa hivyo he didn't have a reason to say no God. Like huyu anaitwa nani, who was given this punishment, akaambia Mungu that no, this is too harsh for me. It was Cain. Then he told God, this is too harsh for me. He was able to say no to God. He was able to tell God, whatever you are saying to me is not right. No, ni dare kana. Then you say you cancel whatever God, the punishment that God had meted on Cain. He said no. Remember Cain akazaa nani? Akazaa uzao wa Enoch. Na undakuta after this they build a city. Yes, they were cursed, but they build a city. Can you build a city when you are not carrying a blessing? You are carrying a blessing, but there is a curse over your head. There is a curse that is moving alongside with you. But kubarikiwa, bado baraka zilikuwa zinatembea. You can be carrying a curse, but you are carrying blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. So Abraham was carrying a curse of 400 years punishment. Had he known when God told him, angeambia Mungu, that is a harsh
judgment towards me. 400 is too many years. He could have cancelled and hiyo kitu haingefanyika, but he kept quiet. He never cancelled what God told him. So God can say something over you and you refuse to cancel, it will be perfected. So most of you are suffering because of what your mother did, what your grandfather did, what your grandmother did, and then God said over them something, but nobody was there to cancel it. Therefore, that is why even you cannot be able to cancel, because the generation behind you are many. So wewe hata ujaribu kucancel, you are not in the position to cancel, because the authority you are carrying is not the authority of your grandfather. Hallelujah. Kama walisuffer for 400 years, meaning the authority that is on them, that is fighting them, that is condemning them, is an 400 years old authority. That is why they needed a person in the capacity of Moses to come and liberate them. But even after he liberated them, it still conquered Moses. The kind of a spirit that was against them, the kind of an authority that was against them, the kind of a power that was against them, it did not allow Moses to take the children of Israel where the promised land was. So it is very important for you, before you want to seek that prayer, before you want to seek that deliverance, before you want to seek that bishop, before you want to seek that apostle, before you want to move from Kenya to Nigeria to go and see TB Joshua or anybody else in the world, or TL Osborne, or whoever that you want to go and see, you need, lazima uelewe unaenda kumtafutia nini. Ataweza. Because they are pastors who are only 50 years old. And there are pastors who are 50 years old, but inside them, they are 500 years old. Did you know that? Did you know that? Oh, that is a vocabulary for you. Did you know that? Do you know you could be 700 years old? The Bible says, before you were born, I knew you. Before your mother and your father came together, I knew you. Meaning, before the guka wa Jeremiah na shosho wa Jeremiah was born, they were known. And before guka was there, they were known. So how old is Jeremiah? That is why he was given a mandate. Hello? Because of the age, because of the supremacy of authority that was in him. That is why he was given a mandate in the book of Jeremiah 1 verse 10, that see, today I have set you over nations and kingdoms, to uproot, to overthrow, to bring down, then to build, and to raise, and to plant. You cannot have an authority of such if your age is 35 years old. Because what you are uprooting, it was that which was laid millions of years, and you must have existed those millions of years. That is why you have that strong age. People like Moses were not just a yesterday people. The Bible says Jesus was there before the creation of the world. Hello? Before the world, I was there. So Jesus existed before the creation of what? The earth and the heaven. And that is why he becomes the liberator of the world. Because he understands, he knows it, and he is older than it. You can never be able to remove a demon that is in you. You are 70 years old, and the demon that is in you is 400 years old. You cannot. They will fight you. They will destroy. It doesn't matter what kind of anointing you have. And that is why I normally tell you, before you come to Dorawarege, go Google search yourself. What kind of an altar that is operating in your life? What kind of challenges that are operating in your life? Are they local challenges or international challenges? Hallelujah. How do you know whether they are international challenges? Your grandfather alikuwa muganga. Ni watu wagani walikuwa nakuja kwa grandfather yenu? Walikuwa nakuja ni Wakikuyu peke yake, wa Itora ya kwenu hapo tu. Uganga yake ilikuwa ya hapo Itora, ama ya province, Central Province, ama ilikuwa ya Kenya, Wajaruo walikuwa nakuja, Waturukana walikuja, Wamasai walikuja, ama ilikuwa watu wa Uganda walikuja.
Kama watu wa nje walikuja, ama mtu amesafiri ameenda nje na amerudi na amekuja na shosho yako alimuona kama mganga, then ujue the altar that speaks in your family is international. The people that qualify you to become of that level is the kind of people that will visit you. Kama kuna watu wametoka Canada wamekuja kanisa hii, wametoka Brazil wamekuja kanisa hii, wametoka Uganda hata kama ni wa Kenya, lakini they have moved to another country and they have come back, this church is international. The anointing in this church is international. So anything that is international can be conquered here. Lakini sasa tuseme wale wamekuja hapa hii kanisa, tuseme tuko kwenu Geshagi, ni weta kwate Geshagi ya kwanyu pio kana Ebony City, wewe Geshagi ya kwanyu weta kwate Kiamuturi. Sasa tuseme mimi ni pastor wa Kiamuturi na ndore moka kanitha yakwa ni andu a Kiamuturi, ni amamia Kiamuturi ya shosho aiwo muherega wito. Then this woman ameenda America, amerudi na ni wauko kwa Kiamuturi, na hakuja hapo ati aobewe na pastor huyu wa Kiamuturi. Huyu hawezi pona hata ukifanya namna gani, because she is carrying a higher anointing. Na ule pastor kwa Kiamuturi anajulikana, anafanyaga hivi watu wote wanaaguka, mapepo zinaaguka za Kiamuturi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini beyond Kiamuturi hawezi. Hata kikuombea utasimama tu na mwangalia tu hivi, anakufanya mpaka itabidi akupiga swipe waanguke chini ndio wale wengine waamini hii kitu inafanyika hapa. And that is how to understand how to fight these demons, how to destroy the structures in your families. You cannot, hauwezi kwenda kwa sababu chifu a cancel order ya PC, a cancel order ya DC. Hapana. Sababu sipo akikaza order ya DC atapiga simu moja tu, abie askari wale wanachuga sababu chifu wafugie sivo ndani. Because the order is above. The order is a bit bigger. So when you need to understand, mapepo ama nguvu ambazo zimekuzunguka ni nguvu za wapi? Ni za level gani? Usiende huyo kwa hiyo pasa. Yes, ako na anointing kubwa na anafanyanga maneno hapo Kiamuturi mpaka watu wanashangaa. Lakini hajawahi toka level ya hapo, meaning the anointing ako nayo, it is so powerful for only that place. And that is why we have made mistakes. Unakuja kwa Dora Waruige na Dora Waruige hana anointing international, na ile alikuvuga ni Kafwere alihudumia wa Tanzania, akahudumia wa Kongo, akahudumia wa Sudan, akahudumia watu kutoka mataifa. Sasa anointing ile niko nayo ni ya hapa tu mhudhurwa hapa. Yes, ninafanya maneno, ninafanya mnaanguka nyote. Mnaanguka nyote ama nafanya watu wa hapa, lakini ukitoka bali outside, toka Kisii ukuje hapa, utoke Kisumu ukuje hapa, utatoka hapa na shida zako tu ama ni kuongezea zaidi. Because I don't qualify to break. I don't qualify to bring down that altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So altars obey. God is a God of ranks. God is a God of order. Is not a God that is ransom at anaweza kufanya. No. God operates. That is when Jericho, ukuta wa Jericho ulipobomolewa, and there is an order that was issued, ukuta huu usijengwe. Is that true? Is that in your Bible? Wakasema ukuta huu usijengwe tena. Then kukakuja wakati wa Nehemia, kukatokelezea mkubafu moja, akasema ukuta nitafanya nini? Nitajenga. Alipo tu anza kujenga, kaambiwa aje, ukianza kujenga ya firstborn ataenda. Na ukienda kumaliza your lastborn ataenda. Did it happen? Because the whoever ambaye alivuja ukuta ni nani? Ni Joshua manani? Ni Joshua walizunguka ukuta wa nani? Wa Jericho. Wakati Joshua anointing was higher. So nobody was there to cancel the words of Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Any word was spoken. Mimi nikikurani saa hii ni kama Waruige, utahitaji mtu aliye na mafuta yangu ya juu kucancel. Si uende ukapasta kale ka kwenu atema hoja agitole alakia ya mialio ni mialio dinake naye ni ngeda akamuhuja na joto muhuja tona huko Geshaki anakwambia I cancel that in the mighty name of Jesus Christ. Ditoli ya Yesu lile hinya. Ditoli ya Yesu lile hinya lile no hotani. Tukamake mali wa ile ito. Nedakaja. Kotire.
You cannot cancel that is which is above you. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never cancel. I cannot be able, if Nganga speaks anything over me, I will need somebody superior than Nganga, because I am under his anointing. So mile mambo yote nafanyanga hapa, kama sasa wacha niwapatie a good example. A good example is this, that when Nganga came to Nairobi, he faced a lot of challenges. Mpaka kuvugiwa nyumba, mpaka kuvugiwa kanisa, kufanya mambo mingi. Ali struggle kuingia city. He really struggled to get into the city. We the sons of Nganga, we are not struggling to get in the city. Why? Because he has paid the price for us. What we will be struggling with ni kungangana na vita kubwa kubwa za Waislamu, za nini. Hizo tutangangana nazo. Hizo tutapelekwa mpaka kotini kwa sababu ya Waislamu, kwa sababu because na watu wa Freemason na watu wa devil worshipper watakuja watafanya maneno makubwa, because Nganga hakudili na Waislamu. Lakini amedili na tushida tu kulipa nyumba, amedili na anointing ya hapa Nairobi, amekamata Nairobi. That is why I'm here. I'm in the city. Wanakujaga wanaangalia, unauliza Dora at the city. How? Mtu ameokoka tu juzi na hako ndani ya city. Sasa wamekoja huko kufugwe, wamekoja huko msikuje, wamekoja isifanyike nini. But I'm riding on the glory of my spiritual father. He has already conquered. I am not struggling to find a space in the city. I'm not struggling kupata tu pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana he struggled on my behalf. He has covered me on that area. That is why you need a strong spiritual figure in your life who has won battles. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mtu ametoka Geshagi, ametoka kwa sababu amesikia kuna anointing, ameharuruka hapa, ameenda hapa OTC, amehubiria watu wawili, ameona ni kama kitu inatendeka. Alafu wewe unaenda unakaa chini yake na hajalipa madeni za hapa Nairobi. Hajapigana na miungu ya Nairobi. Hajapigana na mapepo ya Nairobi. Bado mtapigwa na yeye. Ukiona gado magede ni Nairobi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the concept of understanding doing this spiritual warfare, and that is now what I call the God's opinion. Bwana Yesu asifiwe sana. God's opinion is so powerful that if you don't understand, let us look at the book of Ezekiel 37 from verse number 1 to understand how does God operate. Because when the children of Israel in the book of Judges 6, it is God's opinion. He handed them over to the children of the Midianites for 7 years. They suffered. Wakalinyang'anywa mali yao yote. Walifanya kazi usiku. They became so dreadful. Angalia sasa Wakikuyu venye they are so dreaded. Unaona Wakikuyu sasa kila Mkikuyu na nyang na tuongeze. Tulisema acha tukuchagua Ruto, tuteza acha ametuteza. Onela tuongele ile magoti. No. Yes, you elected him, but are you right with God? Hallelujah. Tulimchagua na tukaiba. Si uchawi. Si uchawi ni maombi. Si uchawi ni yes, ilikuwa ni maombi. Lakini mlifanya nini? God, are you right with God? This country has been selected by God to be a springboard of the revival. Are you for the revival? Are you material for the revival? Umechomwa vizuri ndio mkue watu wa revival. Bado mmeacha unafiki wa Kikuyu. Nimutigete unafiki. Nimutigete uishi ugumania, uragani, utunyani. Nimutigete nigetha revival yoke. Yes, that is why God changed all our minds towards Ruto. Ndio Ruto akikuja aseme hii maneno ipitishwe. Na inapitishwa kwenye mkururo mahali Mkikuyu wote ako. Anasema hii ingine ipitishwe. Ikipitishwa inalalia Wakikuyu wa tutiamudhure nie no tweretwa. Rĩu sasa kila Mkikuyu ako kwa uhuru. Na tulikuwa tunaambia uhuru aende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado tutafinywa. Bado mtafinywa. Demuhinyete is God chosen. Hata sisi tutafinywa. Hata sisi utatisikia kotini. Tukipelekwa kotini. It is God given that tufinywe mpaka to germinate bego ya revival. Otherwise, if you are not changing, mutafinywa.
kamutu kataka. Lakini siku katamaliza kazi, atamaliza kazi yake hivi ya kuwafinya, mvinyike mtoka ile mafuta inatakikana, hata lala kazini. That is how God operates. God is crazy. Unajua tule kama mtu tunasema God must be crazy. God is crazy. God he will lead you to go and direct a leader that he will use to come and punish you. Bwana Yesu asifiwe sana. Until now you change to God, until you revert back to God, then God ulifanya nini? Atamuondoa. Wakati wa Midiani, wana wa Israeli, Gideon akakutana na malaika wa Mungu. Kisha malaika akakuja akamwambia maneno mengi. Wakati Gideon aligundua huyu si mtu wa kawaida, maana Gideon alikuwa amemuuliza, sasa unatuambia mambo ya Mungu. Mungu yule alikuwa na Abraham, akashidia Abraham, alienda wapi? Yule Mungu alikuwa na sisi, tukapiga Wameleku, tukapiga hawa watu mpaka tukawaweza. Kwani alienda wapi? Kayo yagithire ku. Si sahi mnauliza hiyo maswali. Kayo maithe maitu athire ku. Kayo le wahonokirie ruriri twathire ku. Si maswali mumeanza kuuliza. Na jamaa kwa mwaka moja. Na akienda mwaka wa pili. Mutauliza baka sheshometa gwate. Aguka no arutaga magongona migumo itu yathi. Sasa unakuta mnasuguliwa mpaka akili zote zinaanza kufanya, antennas zinafukuka. Gideon akauliza malaika, huyu Mungu mnatuambia, unataka kuniambia alienda wapi? Mwenye alitupigania, mwenye alikuwa na Musa, mwenye alikuwa na nani, alienda wapi? Kisha alipojua anaongea na malaika, akaambia malaika, kaa hapo na kuja. Akakibia nyumbani, akachinja kabusi na akatengeneza mkate usiochachwa, akaletea yule malaika. After you know that now you are no longer being dealt with mankind, it is God who is dealing with you, you rush back and raise a sacrifice ya kutafuta urafiki. Inaitangwa sacrifice ya kutafuta nini? Urafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all of us, we don't know how to approach God. We just come to God because tunakujanga ni kama nani? Tumekuja kusherera kehe kirege koro wathi gwake. Wathi waigera wako na ginya yake na nyama jaga. Jerege. Nyobeno dika leta wega. Yani unaenda kukaa ni kama wathi kumira. Gaida umagiriro ta kehe. No, we must understand. We have commercialized the church until we don't understand the concept. Watu walikuwa wanajitayarisha kukuja hapa, si kwa sababu uliniona kwa YouTube na kibia na hiyo tumegutwa kwa hapa na unakuja haraka. No. Wale walienda kwa Mungu walijitayarisha. Anajipanga siku 7, anajifanya nadhifu, anakuwa clean. Hawezi lala na mwanamke, na kama yuko kwenye hali yake ya hedhi hawezi, anakaa mpaka akuwe clean ndio akuje kukaa mbele za Mungu, akuje kuongea na Mungu. You prepare the ground for the communication between you and your maker. Umuthi uyo muroka ke nginya pastor to yo, for example, I'm sorry to use wako amwe une pastor woko na na kahinda kake ka mweri kamona ni habire hale. Bwana sifiwe. Leo tunaenda kusema ngoda kioni yako gotonera igwa he kindu kikikirira kuma. But no, you don't go to God when you are dirty. You prepare your soul, you prepare your spirit, you prepare your body, so that when you are going to the presence of God, the recipient, God will receive you, will hear you. Gaitiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Saizi kwa sababu ya urokole mwingi, Mungu kanisa hii, Mungu kanisa ile nyingine, haujali, unaruka, unatoka hapa unaruka hapa, unatoka hapa unaruka hapa, unatoka hapa unaruka hapa. You don't understand what you're doing. And then what will be the God's opinion? God's opinion. He will look on the other side. When Jesus carried the sin, makosa yetu akabeba, akaokota makosa, akaokota kaekelea hapa, ati anaenda kwa Baba. Alipofika karibu na Baba aliangalia kando. Because God does not look at us when we are stinking. When we are dirty, God will not look at us. He looked on the other side. Remember, this is his son. Maadui kumbe wakajua kajamani kehereirwo ni Ngai, akakamatwa na akawekwa juu ya msalaba. Wakati akiwa kwa msalaba ndiye alisema Eloi Eloi laba Ngai wako watiganiria niki. Hapo tone la damu likamwagika, alipomwagika ikabeguka ikakuwa sacrifice. Ndio Mungu
alimwangalia. Oh my son. Kutoka hapo maisha, mambo ikaanza kugeuka tena. Mungu akarudi kwa Yesu tena na akamchukua na akamfanya tena nini, akamtuma udhie tutonogethire dhie ginya kuzimu, igia huko, kuja na wale watu wengine wende wakomboe. Why? Because there was blood that came out as a sacrifice. Before you take yourself before God, you prepare your body first as a holy sacrifice for the purposes and for the opinion of God to be seen in you. But you cannot be jumping from here. Umetoka hapa, umetoka kwa masegenyo, umesegenya huyu, umefanya hivi, umejana usiku ulikuwa na kiboyfriend, mara moja unakuja na ruka hapa. It can't work for you. That is why so many of us have failed. So many of us are not making it, are not succeeding, because your body, your soul, your spirit are not ready to receive the gift of God, are not ready to receive the anointing, because the anointing of God cannot land in a filthy body. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why when Gideon discovered that I have been speaking to the angel of God, he told the angel, do not tarry from here. He ran back to home, came with a slaughtered goat and unleavened bread. Then akifika hapo akaambiwa na nini, na malaika akamwambia wekelea kwenye kale kajiwe. Wakati aliona lazima kwanza nitafute mahusiano. Kwanza kabisa, before you start seeking God, tafuta mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta mahusiano kwanza. Don't go asking God ati baba nisaidie, baba sina school fees. Kwanza, are you in any relationship with him? Are you together? Kana akaigwa manugo wake akaigwa ke ruai sewage. Bwana Yesu, kama aliondokea mtoto wake mwenye alikuwa amebeba dhambi zetu zote, akageuka na akagalia kwingine, jamaa akachukuliwa akaekelewa juu ya msalaba, wewe ni nani? Hello. So you must build first the relationship. Once the relationship is built, you are capable of receiving the glory. Gideon alipotoa mbuzi, akakuja, aliambiwa wekelea pale. Alipoyekelea, huyu malaika akainyoshea fimbo, kisha nyama ile ikachomeka, ikateketea, moshi ukaenda mbinguni. Then a relationship came back. Bwana Yesu asifiwe sana. A good relationship did what? Came back. Immediately the angel disappeared. Then automatically God came. That is when God started speaking to who? To Gideon. Remember, they were not worshiping a true God previously. Remember, they were going through a judgment of 7 years. Remember, God had avoided them. But now, because amelete mahusiano, ametoa sadaka ya mahusiano, mahusiano yamerudi, malaika akaondoka, God entered. And when God entered, he called Gideon who? He told Gideon, this battle you shall win as a man. You see, Gideon was preparing 32,000 men. He was preparing an army, a compartment to go and fight the Midianites. But when God came, God's opinion said what? You shall win this battle as a man, not as men, as a man. Then that is when he asked God, now see, my clan is the smallest. I am the youngest in my family. So how will I be able to do this? Then God called him a name that he has never been called. Meaning, there is a secret of God in you. There is something that God has preserved that you are, although you don't know why. Because hakuna mahusiano. So when you have mahusiano, then you come back to God and God comes back to you. There's new revelation of what kind of a person you are, what kind of business you are doing, what kind of a church you are in, what kind of a life that you are in. Immediately God came back to him and he told him this thing that has never been told of him. You, man of valor. Remember, this is a man that has said, I'm just but a nobody. I am just
but are small. Our clan is the least. How can I be able to do? Remember, God said to him, this battle you shall win as a man. So, as he was preparing a big army, he was preparing a big army because he knew he cannot do it alone. But God was preparing him to do it alone. That is God's opinion over you. That you are preparing to do many things, but God is preparing you for another thing different. Before you get where you want to go, you need to ask yourself, am I going where God wants me to be? Am I being in the place that where God wanted me to be? Am I doing the right thing? Is it in the season? Is it in the right timing? Then Gideon, when he was told, God called him, you man of valor. Many people here, you are giants of faith. Many people here are giants, superpowers. You are big people in the society, big people in the world, big people in business, big people in the churches like this one. But because you are still crying, because you have never been enlightened to understand who you are, because you have never given a sacrifice of mahusiano. That is why God is not speaking to you, because you have not yet built the friendship. You have been in church, but you don't have a friendship. He's still looking at that stinking woman, as that stinking man. Until you build the relationship, that is when God will start communicating with you. Because already the ground you are walking on, and the body you are carrying, and the spirit you have, and the soul that you are carrying, is stinking because it has been defiled. It is when until God spoke to Gideon, that is when Gideon was introduced to understand that the problem we are facing, it is not the Midianites, but who? Our own Father. Hallelujah. All the problem that led them to suffer for 7 years, all the problem that led them to be hit by the Midianites, that they never even harvested anything. The problem, it is in the line 1. And the children of Israel did evil. What is this evil? When they were being allowed, or battles were won for them by God, as they conquered territories, as they conquered the Amalekites, as they conquered the Hittites, as they conquered the Jebusites, as they conquered 7 nations mightier than them, they were given one condition: never interact with these people, never surrender to them, never worship their idols, never worship their altars. That this is how you shall handle. In the book of Deuteronomy chapter 7, this is how you shall do to them. You shall utterly destroy them, completely consume them, bring down their shelters, build down their altars, bring down everything that they have. Never allow even your daughters and your son to intermarry with them, because if they intermarry with them, then they will remove me, or they will make your children to go away from worshiping me. And when the Lord your God, Deuteronomy 70 verse 2, do not intermarry with them, giving your daughters to their sons, or taking their daughters for your sons. Why? For that would turn away your children from following me, to serve other gods. Then the anger of the Lord will be kindled against you, and he will destroy you quickly. So some of the things that happen to us, it is the anger of the Lord that is subjected, propagated, so that you can run away from God. But this is how you must deal with them. Break down their altars, smash their pillars, hew down their sacred poles, and burn their idols with fire. Hallelujah. Have you done that? You know, you have not done. You got saved, but still you are carrying the baggages. You are saved, but still you are carrying the problem, the challenges. You are carrying the nasty life that you have ever been. Then, had they known in Judges chapter 6 that the children of Israel did evil in the sight of who?
of God. That is what that cost them, because they never burned their pillars, they never burned their Asherahs. Instead, they intermarried, they came together. So God was angry with them, and the anger of God was kindled against them, and immediately a fight of God on them started. Until the time now, Gideon, had he known that it is our father. Now, who led these people? With these people in the chapter number 6, verse number 23 or 24, thereby you find that God tells Gideon, get into your father's yard, take 2 bulls of 7 years, then go destroy the altar of Baal, so which your father controls. So once he went there, he took 2 bulls kwa zizi la baba yake, 2 heifers, 2 of them. Is it? No, not heifers. 2 bulls. He took them of 7 years. Then he took them and they went. And he was told by God to do what? Now, destroy the altar of your father. So who was the problem? It is the father. In fact, he had ganged up 32,000 people. But the problem was an in-house problem, was what do you call enemies, the household enemy. The father was the problem. There's a father. His father went and negotiated with Amalekites. So he took the god of Baal and built a structure for them. And all the generations continue to believe that they are worshiping God. But only his own father knew there is no God that's being worshipped here. When Gideon destroyed the altar, what happened? He brought down the altar. Once he brought down, after slaughtering the first bull of 7 years old. Why first bull? Why 7 years old? And why 2? Hallelujah. He told, go take 2 of 7 years. So why you go back to the number? You understand why 2? When day 2, what did God do? He separated the heavens, he separated the night and the day. So the 2 was to separate the children of Israel from the altars of the Amalekites. Then bring down the altar, destroy it as I instructed in the book of Deuteronomy. Burn it, burn the Asherahs, choma kabisa. Then once you finished, build me an altar, then slaughter the second one. No, bring in the altar and slaughter the next one. All these 2 bulls were 7 good years. So these bulls, why number 7? Number 7 is completion number. So God works with you prophetically. He guides you prophetically, and he takes you to where you need to understand and to know, because it is a process that is God guided, not you. It is not your mind. It's not how you know. You have to wait to be told by God. Now, after you build a new relationship with God, from there God will take you over. From there God will start controlling you. From there God will start doing things in you. It is not you who will be doing things, but God will be instructing you. God will be telling you where to go, what to do, what to give, what kind of a sacrifice you need to give, because this is 2 bulls of 7 years old. But you go to Solomon. When Solomon was about to be given the wisdom, God told him, take 1,000 bulls, go to the Mount Gibeon and slaughter them there. Offer them a burnt offering. And he gave them a burnt offering. After that, Solomon went downstream to sleep. As he was sleeping, God appeared to him. And he told him, now ask what you need, I will give you. Those are 1,000 bulls. But for the case of Gideon, it was 2 bulls. And now, then this man called Job, in the book of Job, chapter number 42, verse number 7, the Bible says, these 3 sons, the builder, the Shuhite, and the Naamanite, were told by God, you have not said good about me. So go to my servant Job and he will pray for you. But what you need to go with 7 rams and 7 bulls. You see now again, God has given a number. 7 rams and 7 what? After the Lord had spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against you, and against you have 2 friends. For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has done. Now, therefore,
take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer up for yourself a burnt offering, and my servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer, not to deal with you according to your folly, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has done. Then, you see now, it is a God's instruction. When you are coming before God to give that sacrifice that you're doing, it is not your plan. It is not you what you need to say. Then so Eliphaz the Temanite and the Bildad the Shuhite and Zophar the Naamanite went and did what the Lord had told them. Do you do what the Lord told you? They told the Lord, and the Lord accepted Job's prayer. So this all is all about the discipline of the relationship that you have with God. It is God's instruction, and you do according to the instruction placed to you by God. Not what you know, not what your pastor taught you, not what your bishop told you, not what your community says. No, it is an instruction, because the altar that is fighting you, only God knows it is magnitude. How big it is, how small it is, how old it is. Because some of us are fighting altars which are 700 years. Some of us are fighting altars which are 1,000 years. Some of us are fighting altars which are only 2 days. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding the relationship, building a relationship, giving a sacrifice of relationship with God, it brings revelations of God. Then God will be revealing to you, telling you what you need to do at which particular time and where, because you have a relationship. God can never reveal to you if there is no relationship, because there is no single time you will ever meet God. See now, all these people, when they gave a sacrifice, God appeared to them. When Gideon gave a sacrifice, God appeared to him. When Isaac, when he was going to Egypt, that land that they were, there was a drought of 3 years now, and previously there was another drought of 3 years. So those who were 6 years drought, there was no food. And Isaac was preparing, that's the book of Genesis 24, and Isaac was preparing to do what? To go to Egypt to look for food. But God appeared to him and told him, don't go to Egypt, stay here. I'm going to bless you here. And when he heard God, he offered a sacrifice. When he offered a sacrifice, then he went back and he was given a piece of land where there was drought. He started cultivating it. What happened that God spoke to Isaac? Go back to the Genesis 22, where God spoke to Abraham. After he spoke to Abraham, towards the verse 10, 15 there, the Bible says, when he was about to slaughter his own son, the son asked, Father, where I can see the fire, I can see the knife, I can see the everything around here. Where is the sacrifice? Then what God told him? He told him, this God shall provide for himself. It is God who provides for himself for that sacrifice that you're about to give. And after they finished, he held his son after preparing the altar. Meaning, before you go to do anything at the altar, you prepare yourself as an altar, because where you are coming is an altar. So you need to prepare yourself clean for the purposes of God. As he prepared the altar became clean. Then he laid his son. Because of the preparedness of the altar, the son never complained. He held the son, and he told the son, lie down, and the son, he lay down. Why? Because already the altar that you are, already the altar had been prepared, meaning there is no force can stop. There is no force can challenge. There is no power can stop it. There is no power can make it not work, because already the heavenly power has come. So the boy laid, waiting to be cut. Then an angel appeared and told Abraham, Abraham, do not slay your son. Look behind you, there is a God. Why? Abraham had told his son, God shall provide for himself. So every sacrifice, it is God who provides. And after that, hearing God, following God, doing the will of God, what happened?
God appeared to Abraham and he told Abraham, I swear. Have you ever heard again God swearing? He said, I swear, because you never stopped your son from me, what I will do, I will increase you. That is now, God appears. Once you give the sacrifice, God appears. When you are not giving the sacrifice, you walk in what? In the grace of God. Most of us are in the grace of God. But when you build an altar, you give a sacrifice, then from there, God appears to you in whatever you are doing. In every move you are making, God is working with you. God is doing everything with you because you have brought him on board. You have made him to become part of your life, part of your business, part of your family, part of your body. So God will always be appearing to you. What brings God's appearance? It is the sacrifice. First of all, you build the sacrifice of relationship. Then you do sacrifices according to what he tells you to do. Not according to your clan, not according to your pastor, not according to your bishop, but according to the instruction. Because God only understands and knows what you need for now and what you need for tomorrow. Then he told Abraham, what you have done from today, your generation will never suffer. Your generation, no enemy will raise them again. So when Isaac was told to go back and start cultivating, he was told by God to go back on the backdrop of the promise of God that was promised to Abraham. On the backdrop of the promise of God that he told, your generation, your children will never suffer. Whatever they will want from me, I shall provide. Why? Because Abraham laid a foundation that generation and generation. When Jacob was messing up, the same promise of God appeared to Jacob. And now they say, Genesis 26 verse 3, residence in this land as an alien, and I will be with you. I will bless you, for to you and to your descendants I will give all this land, and I will fulfill the oath that I swore to your father Abraham. He told Isaac. He fulfilled, not because Isaac was a good man, not because Isaac was important, but one thing, there is a swearing that God swore to Abraham that I will give you this land. I will give you the blessing. I will give you the anointing. I will give you the cover. So Isaac went back and he cultivated. The Bible says, and the man harvested, and the man was so successful. The Bible calls him that the man became so wealthy. Even the king of the land envied him. The king of the land asked him and told him, your God I will worship. Because God understood he had a swearing in. God understood I have a plan with Abraham. It is that plan, the cordial relationship that Abraham had with God. It is what that made Isaac to prevail, made Jacob to prevail, made David to prevail, made David to produce Jesus. And that is why even today we are walking into the Abrahamic blessings, and everybody, all of us, are seeking to have the bit of Abrahamic blessings. But are you clean to receive the blessing? Remember, it was a sacrifice, an ultimate sacrifice. Where? In Mount Moriah. That is where the sacrifice was done. But was it done in Mount Moriah? No, it was done in one of the mountain in Mount Moriah, as per the instructions of God. So not every mountain is a mountain. A mountain is that which God has directed you to go. Because God had told him, you will go to Mount Moriah, and then I will show you one of the mountain. Then when he went there, did he just jump into the sacrifice? No. He sat down for 3 days to wait for the next instruction, to be told where to go. Then when he was given the next instruction on where to go, after 3 days he saw the mountain. Then that is where he told,
the people he was carrying. Again, you need to understand, what are the people that are with you, that you are walking with them in this journey of destroying these altars? There are people, your sister, your brother, your father, your mother, could it be the problem you are facing? Could it be the challenge you are facing? Could it be the disease that you are saying you have? They are part of the altar that you want to destroy. Then when he went with them, he had the 2 donkeys and the workers. He told these workers, stay here. We are not going to go with you. I am going with my son, so that we can go and meet my God there and do a holy sacrifice there. So there are people that you have to abandon. There are things that you have to abandon. There are people you don't involve them, no matter how related are you with them. Whether they are your mother, your sister, your father. There are things you don't relate or walk with them as you are coming to break this altar. Altars are only broken if God has called you to do the breaking. If God has anointed you for the purpose. If God has selected you to become the mantle that is going to conquer. It is not with your brother, it is not with your sister, but you alone have been selected. Every home has a Moses, and every home has a Judas. And when you carry a Moses and a Judah, they are going to sell you at some point. Therefore, it is very important for you to know, God calls one person in a family to destroy the altar. God does not call the entire family. He calls one person. God does not call an entire church to be able to do a sacrifice for this church. No, he will call one person. And that is what we call the gods of opinion. In the book of Ezekiel 37, the Bible says that God called Ezekiel and told Ezekiel, son of man, can this bone be alive? Then Ezekiel tells God, you alone, you know. Hallelujah. Why? The hand of the Lord came upon me, and he brought me out of the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. Hello. It was full of what? The bones. What are you full of? What is your life full of? What is your business full of? Bones. And these bones, are they alive? No. They are dry bones. Your life is completely out of fashion. Your life is completely out of anything. That's why you are dry. Anything that you are doing is dry. He led me all around them, and they were very many lying in the valley, and they were very dry. What is your life? How is your life? Is your life a life with whatever is happening? Are you in a dry seasons? Are you dry yourself? Is your business dry? Is your career dry? What are you doing? You sit down or walk out. I don't want that nonsense. You sit and wait and look at it and see, what is this is in my life? What kind of business is in my life? What kind of challenges are in my life? Then they say, these bones were very dry. Let's go on, my brother. These bones were very, very dry. And he said to me, mortal, can these bones live? I answered, oh Lord, you know. Then he said, God is involved now, and he is asking. God knows, but he is asking you, can these bones live? Then he says, you only, you know. Then he said to me, prophesy to these bones. Why didn't God say the bones come to life? Because he had the power. Why didn't he say so? He told this man, prophesy. Why? Because the power of prophecy has been donated to us by God. And what God has donated to you, he cannot take it away from you. He will allow what power he gave you to go on as instruction. So he said, prophesy to these bones, and say to them, all dry bones, hear the word of the Lord. Because that is what has been given to us. We got the power to prophesy. We got the power to say as it is. We got it, and God will never take it away from you.
He has given to you. That is why you are poor. That is why you are sick. That is why you are confused. That is why you cannot be able to achieve anything. Why? Because instead of doing what God has instructed you to do, you have reverted going back to telling God, heal me. No, God will never heal you. You got the power to say so. God will never give you anything. You got the power to say so. God will never provide a solution for you. You got the power to say so. God will never make you rich. You got the power to say so. He has donated you the power to declare, the power to say it, the power to conquer, the power to win. Him is still your God, and he has given you the mouth. That is why he touched the mouth of Jeremiah and told Jeremiah, from today I have put my word in you. Therefore it says God has put his words in you to do what? To prophesy, to bring down, to destroy, to live, to build, to do anything. Then let's go ahead, Baba. Don't remove it. Thus says the Lord God to these bones, I say, cause breath to enter. Imagine, even everything. He told him, cause breath to enter. So you still have the breath. The breath that comes out of your mouth has got the power to revive, because the breath brought life to this. And they cause breath to enter, and you shall live. So the breath that is in you will cause God to bring the life that was stolen from you. So every business you are doing, every family that you are carrying, anything that is happening in your life, you got the power, you got the authority to bring it back to life. If it's your business that was brought down, you got the power to go and speak to it, and they cause breath to it. And they said, I will lay news on you, and I will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Once you have provoked and used the power over your mouth, every other thing will be created to you, will be brought inside you. You become that man that was extinguished. You become that man that the authority of God is in you. Therefore, you don't need to come here to seek for God and tell God, give me car, give me money, give me. No, God will never give you anything. He does not give you because he gave you a mouth to speak them. He gave you what? A mouth to speak them. The opinion of God is that he has given you the authority, every authority. He says you shall triumph over scorpions and snakes, and they will not be able to hurt you. Oh my God, that you will be able to step on a snake and a scorpion and nothing will touch you. Why? Because you got the power to bring down any foes, any activity, anything that is against you, that no demon fashioned against you, no war fashioned against you, no battle fashioned against you is able. So I prophesy as I had been commanded, and I prophesied. Suddenly there was a noise rattling, and the bones came together, bone to its bone. So just by prophesying, bones that were scattered, bones that were far, every bone came from where it was looking for partner. The bone of Mary, where one bone was on the other side of the north, and one bone was on the other side of the south. The bone from south and the bone from north located themselves. That is why we heard a rattling. A rattling what? Noise. The bones locating. Whatever that belongs to you, when you prophesy, it will locate you wherever you are. It doesn't matter which country you are. It doesn't matter which nation you are. It doesn't matter which places you are. As long as you have invoked the power of God, as long as you have invoked the will of God, the bones will locate themselves and they will come. I looked and there was news on them, and the flesh had come. Imagine, he was not even contemplating or saying, no matter within a few seconds, even the bone, the meat was already the flesh had come on them, and the skin had covered them, but there was no breath in it. So once you see the formation of God has happened to you, once you see the formation of how God had done it, it will come. Then he said to them, prophesy to the breath. In fact, God is doing literally nothing. He's only commanding. God is not involved.
And you Christian, you've always been crying to God, oh my God, oh my God, help me, my God. God will never help you. God will, and that is why you are lazy. That is why you are confused, and that is why you are poor. Because you have always relied on God, yet God finished up with you. He left and went because he gave you power to prophesy. He gave you power. Then he said to me, prophesy to the bread, prophesy to the mortar, prophesy and say to the bread, thus says the Lord God, come from the four winds. Woo! Come from what? From the four winds. Hey, this is powerful. Oh, breath, and the breath upon this land, that they may live again. So you command from the four winds, the south, the north, the south and the west and the east. You command the blessing from the four winds and they will come. You don't need, don't from today, stop asking God anything and prophesy. You got the power. Just build a relationship with him. Tell God, now I've come with the sacrifice of relationship. Now I want to be your friend. I want to walk with you. I want to be with you. Now I am going to be holy. I'm going to be clean. Then start prophesying. God will make you. I prophesied and he commanded me as he commanded me. And then breath came into them. And they lived and stood on their feet. A vast multitude. And they stood what? On their feet. A vast multitude. That he says he created multitude of men and women who had already died. Bwana Yesu asifiwe sana. I prophesy to you tonight that anything that was stolen from you, may it be received back to you. Anything they stole from you, may it be held. May it be money. May it be business. May it be family. May it be come back to you in the mighty name of Jesus Christ. Then God, let's go on please. Then God said, now this thing I prophesied as, then go verse 10 please, verse 11. Then he said to me, mortal, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is lost. We are cut off completely. Next please. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord, I am going to open your graves, and bring you up from your graves. Oh my people, I will bring you back to the land of Israel. Oh, that God is going to open up the graves that they put you. God is going to open up the graves of your business they put it. God is going to open up the graves of whatever they did, where they buried you. God is going to open it so that you can live. Anything that you are carrying from yesterday, anything that you are carrying before you entered there, it is going to be opened up. Amen. And everything that happened, they killed, buried in the graves, is going to rise up again. Amen. And you have been called. Oh, my people. You are the people holy of God. People blessed. People anointed. People with the power and authority. Just to prophesy. Now you know. Prophesy. Tell your neighbor. Prophesy. Thank you. May God bless you. Now that you have clapped for me, bring the money. Leteni sadaka hapa. Sini pesa? Ama mlibeba title? Leteni haraka haraka. How many of you are blessed? Worship. Thank you. Simu kuna bahasha? Na mulete mnono mingi. That is what we call the opinion of God. He's saying that you got the power to prophesy. Hallelujah. I thought I said that everybody coming from the gate, the door there, be given an envelope. What happened again? Huh? What happened? Anybody entering there must carry an envelope. You don't give in the middle of the service. That is wrong. You allow these people to prepare themselves. If these ushers of this church are not ready to serve, sack them. Bring people who are ready to serve. You have the power to prophesy. So what you are doing,
you are not prophesying to the victory of God. Angalia sasa, huyu ataanza sasa kuangalia ni tuweke kamia na angefikiria aweke 10,000. Sasa unaona sasa ataweka nini? Naanza kufikiria kuwekera ke. Ado ni maranyona. Ashida ukuja kujoete liwe goko kuboti kona huko kugira goreka. Na heshima. Tusimameni kwa Mungu yetu wale wako tayari. Mungu wastahili kupokea. Mungu leteni tu hapa mbele, wekelea tu hapo. God will renew the relationship. Hii ni ya kuleta mahusiano yako na Mungu, na kutoka leo utapata ufunuo nyingi za vitu ambavyo viliibiwa. Ufunuo nyingi zitakuja. God will renew the covenant that you have with him. God will create something new that has never been created. God will change the way you have been thinking. God will change the way you have been seeing things. God will change the relationship that you have with people. Many people will be removed from you in Jesus' name. My Jehovah Jireh. Ngoja kidogo. Maito. We mwega. Nwakinya nyumba yake. Nuwaradi mo. Na niwahona. Nuwaradi mo neni. Amen. Ndio kaya kuradi me. Na woteje. Na kumumu. Kila kitu ndege. Kehera dei. Wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, kuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakupenda Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakupenda Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Unaweza. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Rapha, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Muweza yote Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Rapha, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Unatenda Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh,
Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Unaponya Jehova Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Rafa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Sikiliza hapa, msikilize hapa. Nyinyi mko kule nyuma, sijui mnafanya nini. Mami ni hayo gate, patie mama kiti hapo kae. Yes, good. The rest of them kujeni karibu. Let me tell you one thing. I want to just help you today. You have heard, it is your tongue that has the power to say so. It is your mouth that has the power to say so. Now, the dry bones in your life, they are indeed dry. They are in a valley. They are dry. I want you to prophesy to the dry bones. I want you to prophesy to that business that is dry, that family that is dry, that ministry that is dry, that life you are leading that is dry. Don't sing, they'll be singing. Just open up your lips. Prophesy. Speak. Before that, speak. Listen first, don't start. Before that, build the relationship. Repent your sins. If you can be able to kneel down, kneel down. If you can be able to sit down, you can be able to lie down here, you are allowed to do so. Just repent. Tubu dhambi zako. Ujenge mahusiano kwanza. Then from there, I will come and prophesy to the dry bones in your life. And you will never be the same again. Go on. Jehova Jireh, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Rafa, Jehova Rafa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli,